Nitakuelekeza namna jinsi ambavyo unaweza ukatengeneza ratiba kwenye mfumo wa SCC timetable. Sasa ikitokea nimekutumia mimi mfumo wa SCC timetable, nitakuwa nimeshakupa maelekezo kidogo jinsi ya kuanza. Sasa hapa mimi nimesha install mfumo wangu wa ratiba ambao ni wa SCC timetable, na kinachofuata ni kujaza baadhi ya taarifa au kutumia mfumo. Sasa usiwe na haraka, kwanza tazama video hii hata mara mbili. Utakuwa unatazama huku unaendelea kufanya yale ambayo nitakuelekeza. Tumesha install tayari mfumo wetu. Utaufungua, open kama kawaida. Kwa sababu mimi huwa nafanya kazi mara kwa mara, utakuwa na taarifa nyingi hapa. Sasa hizo taarifa nitaachana nazo, nitaanza mwanzo. Sasa assume mimi nina template hapa ambapo nataka nianze kuifanyia kazi. Hii hapa hii. Haina taarifa hata moja hapa. Ukiangalia hapa ni kweupe. Sasa taarifa ambazo nataka nikuelekeze sasa hivi ambazo tunaenda kupita nazo, nataka kuzijadili kwa muda huu. Huku juu kwenye alama ya kengele huku upande wa kushoto kwa juu, tusome haya maelekezo haya uyaone kwa usahihi. Kuna main, kuna file, kuna specification, kuna view, kuna timetable, option, alafu kuna help. Chini yake hapa kuna new, kuna open, kuna save, kuna print, kuna print preview, kuna subject, kuna class, kuna classroom, teachers, student seminar, test, generate, new, generate ni cloud, verification, kuna school, kuna timetable option. Sasa kwa muda huu nienda kupitisha kwenye vitu vya msingi. Hivi vitu hivi vyote vinatusaidia kwa ajili ya kutengeneza ratiba ambayo iko smart. Sasa nitakupitisha kwenye vitu vichache. Usiwe na haraka, alafu usiende mbele sana. Yaani tazama kwanza video hata mara kwanza unaangalia inavyoenda, afu mara pili ndo unaanza kutekeleza. Kwa hiyo unakuwa unaangalia video aidha kwenye simu au kwenye kifaa chote, alafu unakuwa na kompyuta hapo unakuwa unatekeleza. Kwa hiyo upande wa kushoto unatazama, upande wa kulia unakuwa unatekeleza. Sasa mimi cha kwanza kabisa nataka niangalie kama mfumo wangu unafanya kazi vizuri. Kwanza nitakuja kwenye hapa kwenye school hapa tabonyeza hivi. So lengo ni kuangalia kama mfumo wangu una jina langu la shule exactly, lakini pia kila kitu kinasoma vizuri. Kwa hiyo mimi kila kitu hapa kinasoma vizuri. Sasa kuna jina la shule pale, kuna academic ambao unaweza kubadilisha ukaweka wote unaotaka. Then kuna period per day. Mfano vipindi vyangu kwa wiki viko 10. Kwa not kwa day, kwa siku. Period per day hivi hapa hivi. Kwa unachagua hapa. Mimi kwangu viko 10. Kwanza kipindi cha kwanza mpaka cha mwisho kule viko 10. Alafu kuna daily time hapa. Alafu kuna number of days. Mimi number of days kwa wiki pale tunaenda kazini, hii ratiba inatumika kwa siku 5, Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa hiyo hapo unaweza kubadilisha ukaongeza unavyotaka wewe. Pia kuna daily time hapa. Lakini pia kuna rename days hapa. Sasa hizi days zipo hapa, kuna Monday mpaka Friday zipo. Na test mfumo hapa kwanza. Alafu kuna weekend zangu mimi hizi hapa, hizi ni Saturday pamoja na Sunday. Na nadhani iko hivyo. Sasa kitu ambacho pia nataka nikuelekeze hapa ni daily time hapa. Utabofya hapa mara moja. Muda wangu wa mapumziko. Mimi muda wangu wa mapumziko ni saa 4 dakika 40 mpaka saa 5 dakika 10, yani dakika 30. Dakika 30. Sasa hii ni break ambayo pia niko nayo mimi. Sasa hii break wewe unaweza usiwe nayo au ukawa nayo zaidi ya moja. Mimi ninayo moja kwa kila siku iko break moja. Kwa nabonyeza
hapa. Pia kwenye hii bedtime hii unaweza ukaliname days, mfano ya siku za wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, au siku moja iwe na vipindi gani. Kwa hiyo utakuwa na name hapa. Unaweza kuta hizi period hizi hazijawa named kama hivi, kama nilivyo name hivi. So unakuja una edit hapa pembeni hapa. Kwa utakuwa na period 1, period 2, 3, 4 na kuendelea mpaka period 10. Mimi nisema kwa siku na vipindi 10. Kwa hiyo hivi ni vipindi ambavyo tayari nimeshaviname. Vipindi ambavyo nimeshaviname. Kama sivyo kwenye taasisi yako au shule yako unaweza ukaedit hapo kwa kuja hapo. So una edit vizuri kabisa. Nadhani hapo nadhani hapa sasa itakuwa nimesha kuelekeza kwenye kipengele hichi. Kwa ni close done. Okay, tuendelee mbele. Hapo ilikuwa ni kipengele cha school, nilikuwa na check hapa. So baada hapo utakuja hapa kwenye kuweka taarifa sasa za shule yako. Hapa tutaweka majina ya walimu, majina ya madarasa. Hivi ni vitu vya msingi, pamoja na extra curriculum kama debate, dini na vipindi vingine kwenye shule yako. Kwa hiyo nitaanza hapa kwenye subject, masomo yaliyopo shuleni kwako. Mimi nimesajili tayari. Sasa mfano unataka kuongeza somo kwenye taasisi yako, unakuja hapa kwenye new hapa. Unakuja hapa kwenye new, unaandika title hapa, alafu unabonyeza okay. Yaani ukitaka kuandika somo ambalo hapa mimi kama unavyoona hapa, pengine kwako ulipo, mimi sijaliweka, unaongeza hapa kwenye new. Hayo ni masomo, subject. Baada hapo unakuja kwenye classes, madarasa. Kwako kuna madarasa mangapi au darasa gani? Mfano form 1 na mikono mingapi? Form 1 A, B, C, D. So unakuja hapo unakuwa kama mkondo hapa imezidi, mfano hapa wewe kuna form 1 A, B, alafu mimi hapo nimeweka hapa form 1 mpaka F. Kwa unakuja hapo kwenye mkondo husika, huko pembeni kuna option ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya action ya huo mkondo uliobonyeza. Mfano nataka niondoe, moja hapo kwenye remove. Yes, nabonyeza hivi, tayari stream ya form 1F imeondoka. Nikitaka nirudishe, nakuja hapa kwenye new. Hapa nabonyeza, andika form 1. Form 1F. So nabonyeza hapa. Tayari form 1F ipo huku chini. Sasa naweza pia nikaipandisha ikajipanga kule juu kama walivyojipanga wenzako. Na kwa nabofya hapa, inakuwa inapanda juu taratibu mpaka ikakae kwenye form 1F pale chini ya form 1E na juu ya form 2A hapo. Kwa hiyo ni kipengele cha classes, madarasa. Kipengele ambacho kinafuata ni cha teachers. Majina ya walimu unayasajili, majina ya walimu. So majina ya walimu hapa au unayaona mimi, haya ni majina ambayo mimi nimeyajaza. So wewe pia unaweza ukajaza ya kwako. Unayajaza vipi? Unafanya hivi kwenye hichi kipengele kilichoandikwa new, yani kwenye huu mfumo, ili iwe rahisi kazi kwako. Ukishafungua option yote zitakuwa zinakuja extra option huku upande wa kulia huku. Hizi option ukibonyeza, mfano kama hapa, zinakupa uwanja wa kufanya lolote ambalo unaweza kulifanya, kwa mfano kuedit, kuremove lesson na time off, pamoja na constraint ambavyo nitaelekeza pia. Sasa mimi nataka nimfute mtu hapa, alafu actually sitafuta, ila nitaongeza mwingine. Nikitaka kuongeza nakuja hapa kwenye new. Mfano nataka niandike labda Madam Asha. Madam Asha. Napiga okay. Hapa chini kuna shoti, naweza kuandika Asha kwenye shoti hapa, yaani jina kwa ufupi. Kama ni male unaweka tiki hapa, kama sio male ni female unaacha tu.
Basi baada ya hapo unaweza ukachagua rangi hapa, rangi tumpe rangi gani huyu. Unaweza kuja kuchagua hapo rangi yote unaotaka. Tena piga okay. Hapa pia napiga okay. Taarifa nyingine hapa kama email, phone pamoja na title unaweza ukajaza au kaziacha. Sawa, mimi naziacha. Na nibonyeze okay. Tayari huyu naweza nikabonyeza close. Tayari huyu nishamsajili. So ukija huku chini huyu hapa huyu Asha yupo. Ukitaka kumremove ni vile vile unabonyeza tu jina lolote, afu unabonyeza upande wa huku umeandika remove. Unabonyeza hapo, anaondoka. Sasa hicho ni kipengele cha teachers. Mimi sasa walimu nimeshawasajili wote, nataka sasa niwape vipindi kwamba huyu ana kipindi muda fulani, huyu ana kipindi muda fulani. Nakuja wapi? Kama kuna kitu ambacho nitasahau hapa nitakuelekeza baadaye, lakini kwa kuanzia tu hivyo ni vitu vya msingi ambavyo utakuwa unavicheki. Sasa naanzia wapi kwa hapa walimu vipindi? Nakuja hapo kwenye teacher. Huyu mfano huyu jina la kwanza kabisa nampa vipindi wapi? Nikishambonyeza mwalimu yote hivi hapo upande wa kulia huku kuna neno limeandikwa lessons, nampa hapo, unabonyeza. Yes, unambonyeza mwalimu mmoja wapo hapa, afu nakuja kwenye lesson hapo. Kishabonyeza hapo nakuja kwenye new. Kishakuja kwenye new, mfano huyu sasa huyu mwalimu anafundisha somo la physics. Kwa hiyo unakuja hapo kwenye subject unamchagua somo. Darasa anafundisha form 1. Sawa? Sasa physics ina kwa hiyo darasa moja ina vipindi vitatu. Kwa hiyo kutakuwa na single moja na double moja. Kujumlisha hapo jumla 3. Kwa hiyo hapa unakuja kwenye lesson inakuwa moja, alafu kwenye single double hapa hii itakuwa ni single. Kwa hiyo tunampa single. Baadaye nakuja tena kwenye hiyo single tayari moja. Baadaye nakuja kwenye new mwalimu huyo kwa hapo nakuja kwenye subject physics class form 1A. Sasa ili vikamilike vitatu sasa hivi namwekea double, ila hapa naweka moja. Hapa inakuwa ni moja. So baada hapo una save. Kwa kisha save tayari kwenye form 1A physics tayari nimeshampa vipindi vimekamilika vitatu. Kwa kihesabu hapa 2 jumlisha 1 inakuwa 3. Kwa double moja na single moja. Nakuja kwa mwalimu mwingine hapa na close kwenda kwa mwalimu mwingine. Haya, huyu hapa wa pili. Naye nakuja kwenye lesson hapa. Huyu anafundisha English. English sasa ina vipindi labda vitano. Kwa kutakuwa na double mbili na single moja. Ukijumlisha hapo vinakuwa ni 5. Kwa kwenye subject hapo nikibonyeza natafuta English. Hapo. Darasa anafundisha form 4. Kwa single hiyo hapo naibonyeza kwenye form 4A. Nakuja tena new lesson hapa. Nakuja subject ni nini? English language class ni form 4A. Sasa kwenye lesson hapa naweka 2. Alafu hapa kwenye single hapa nabadilisha na kuwa double. Kwa kutakuwa na double 2. 2 mara 2 4. Jumlisha ile single moja jumla 5. Kwa vipindi kwa hiyo mwalimu form 1A, form 4A English vimekamilika. Sasa huyu mwalimu ana form 4A lakini pia ana form 4B. Kwa naweza nikakopi hivi vipindi vya form 1, vya form 4A vikaenda pia kwa form 4B kwa sababu vinafanana. Kwa hiyo nabonyeza hii alama ya blue hii itabakia hapo. Nakuja hapa kwenye copy. Alafu hapa na copy to another class. Sasa ambalo anafundisha pia kwenye somo hilo hilo ni form 4B. Hiyo nimekopi double na copy tena na single, naibonyeza hii single kwenye form 4. Another class ni form 4 gani? Form 4B. Hiyo hapo. Kwamba ukishamaliza hivyo una close. Hasa hapa hii video ilikuwa inaelekeza maelekezo hayo kwa ajili ya kujaza taarifa hivyo na nini. So naenda kupost video nyingine ambayo itaelekeza jinsi ya kugenerate timetable kama tayari umeshajaza vipindi vyote. Mimi ni Kemya wa Kemya TV. Bye bye.